أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. Ndugu zangu, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Katika maudhui ya mazungumzo yaliyopita yalizungumzwa mengi kuhusiana na al-Imam al-Mahdi. Yalizungumzwa mengi ni nani al-Imam al-Mahdi. Yalizungumzwa mengi kuhusiana na munasaba wa al-Imam al-Mahdi, ametokea wapi, kizazi chake ni kipi, wazazi wake ni wapi, na mazingira aliyoishi ni yapi. Hususan katika mazungumzo yetu ya leo au maudhui yetu ya leo, tunataka tuingie zaidi katika kuangalia ghaiba ya Imam al-Mahdi. Al-Imam al-Mahdi amezaliwa tarehe 15 Shaaban mwaka 255. Al-Imam al-Mahdi alayhi salam ameanza ghaiba yake ndogo mara tu baada ya kufariki kwa baba yake Al-Imam al-Hasan al-Askari alayhi salam. Al-Imam al-Mahdi amepokea kijiti cha uimamu mara tu baada ya kufariki kwa baba yake Al-Imam al-Askari, na hapo ndipo ghaiba yake ikaanza. Tukizungumzia ghaiba, tunazungumzia Al-Imam al-Mahdi, ghaiba au maficho yake au kutokuonekana kwake na kumtambua kwamba huyu ni imamu, kwamba ile haiba yake, shakhsia yake imefichikana, kana kwamba unaweza ukamwona Imamu al-Mahdi lakini usimtambue kwamba huyu ni Imamu al-Mahdi, lakini unaweza kuja kutambua baadaye, baada ya kuondoka, kwamba huyu mtu alikuwa ni tofauti wa aina hii na hii na hii, pindi ambapo ukidirikiwa au ukifanikiwa kuonekana, kumuona au kukutana na mtu wa aina hiyo. Al-Imam al-Mahdi ameanza ghaiba yake ndogo mwaka 260 mnamo tarehe 8 Rabiul Awwal. Ghaiba ya huyu Imam al-Mahdi mwaka 260 aliingia katika sehemu ambayo ya maficho kidogo, ambapo sio watu wote walikuwa wanaweza kumuona na kuweza kuongea naye moja kwa moja. Imam al-Mahdi katika mwaka 260 Hijiria au baada ya Hijiria, alipoingia katika ghaiba, alikuwa na wawakilishi wake. Hawa wawakilishi walikuwa wanafanya kazi gani Imam akiwa katika sehemu ya maficho? Yani kwamba ile shakhsia yake ilikuwa imefichikana, sio kila mtu anaweza akamdiriki akamuona akaongea naye akamuuliza maswali. Sasa hawa manaibu wake au hawa wawakilishi wake, ambayo Kiarabu wanaita Nawabul Arba, walikuwa wanafanya kazi gani kwa Imamu? Hawa wawakilishi walianza kufanya kazi pale tu Imamu alipoingia ghaiba. Wawakilishi kazi yao kubwa ilikuwa ni kama kiungo muhimu, kiungo cha kuunganisha baina ya waumini pamoja na Imamu al-Mahdi. Pindi ambapo watu walikuwa na maswali yao wanataka kumuuliza Imamu al-Mahdi, pindi ambapo watu walikuwa na matatizo yao wanataka kumfikishia Imamu, kipindi ambacho kila mtu alikuwa na shauku ya kumwambia Imamu kitu, basi Imamu alikuwa na watu ambao walikuwa wanacheza dauri ya hapa katikati ya kuwaunganisha waumini pamoja na al-Imam al-Mahdi.
alaihi salam. Tukianza na naibu wake wa kwanza, na tukijua kwamba hawa manaibu walikuwa ni wanne. Naibu wake wa kwanza alikuwa akiitwa Hadhrat Uthman bin Said, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambapo alianza kufanya kazi ya uwakili baina ya imamu na waumini mnamo mwaka 260 Hijiria. Alianza kufanya kazi mwaka huo 260 Hijiria hadi mwaka 280. Hapo ndipo uwakilishi wake kwa imamu ulipoishia au ulipofika kikomo. Na baada ya hapo mwaka 280 alikuja naibu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Hadhrat Muhammad bin Uthman al-Amri. Alianza kazi ya uwakili au kazi ya uwakilishi wa imamu baina yake yeye na waumini wake au wafuasi wake au wale ambao walikuwa wanamfuata al-Imamu al-Mahdi mnamo mwaka 280 mpaka mwaka 305 Hijiria. Hichi chote ni kipindi cha ghaiba ndogo, pale ambapo imamu alikuwa na wawakilishi wanaweza wakamuona, wakaongea naye, wakampa baadhi ya matatizo na akatoa suluhisho kwa jamii, na akatoa mwongozo ni jamii ifanye vipi, itembee katika mistari ipi, iache kipi na ifuate kipi. Na naibu watatu wa al-Imamu al-Mahdi ambaye anaitwa Hazrat Hussein bin Ruh al-Naubakhti alianza kazi ya wakili mwaka 305 Hijiria mpaka 326 Hijiria. Na wakili au mwakilishi wa nne wa al-Imamu al-Mahdi alianza kazi mwaka 326 mpaka mwaka 329 ambaye alikuwa anaitwa Hadhrat Ali bin Muhammad As-Samari. Tukumbuke ya kwamba hawa manaibu walikuwa hawacheleweshi muda. Akifariki mmoja anachukua uwakilishi naibu mwingine, ili kiongozi asikosekane katika jamii. Akifariki wa kwanza anakuja wa pili akifariki anakuja wa tatu. Na ndio maana tunaona miaka haijaachana. Baada ya mwaka wa kwanza anakuja mwingine, akifariki huyu anakuja mwingine, mpaka ikafika mwaka 329. Hichi kilikuwa ni kipindi cha ghaiba ndogo, ambapo al-Imamu al-Mahdi alikuwa anawasiliana na hawa mawakili, na hawa mawakili wanapeleka taarifa, wanapeleka miongozo, wanapeleka masuluhisho mbalimbali katika jamii ili kuiongoza jamii isiweze kupotea. Kuna aiba ya pili ambayo ni aibatul kubra, ambapo al-Imamu al-Mahdi baada tu ya kufariki mwakilishi wake wa nne mnamo mwaka 329 akaingia katika aiba kubwa ambayo tunaita aibatu al-kubra. Al-Imamu al-Mahdi alipoingia katika aibatul kubra, hapo ndipo mawakilishi wakakosekana. Mfululizo wa mawakilishi ulipokata, hakuna mtu wa kwenda moja kwa moja kwa imamu kwenda kumuuliza maswali, kwenda kumwelezea matatizo yake, kwenda kumuomba miongozo, kwa sababu hapo tayari ashakuwa katika aiba kubwa, na ameenda katika aiba kubwa na bado anaishi al-Imamu al-Mahdi, na mpaka sasa hivi yupo katika aiba kubwa, ambapo aiba kubwa sasa hii tangu ianze mwaka 329 mpaka sasa hivi tuko mwaka 1447 haijakatika na bado inaendelea, hatujui itaisha lini. Lakini itakapokwisha hii ghaiba kubwa, ndipo al-Imamu al-Mahdi atadhihiri, na akidhihiri al-Imamu al-Mahdi atakuja kuijaza hii ardhi uadilifu, atakuja kuijaza hii ardhi haki, misimamo ya haki, pamoja na mambo yote yakae kwa usawa. Vile vile atakuja kuondoa dhulma, atakuja kuondoa mambo mabaya yote ambayo yanaendelea kwa sasa hivi, ufisadi, rushwa
na mambo mengine yote mabaya ambayo yanafanyika na yalifanyika na anaendelea kufanyika mpaka sasa. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aharakishe kudhihiri kwa al-Imam al-Mahdi ili aje aondoe dhulma na ijaze dunia usawa pamoja na uadilifu na haki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.